الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Tumshukuru Allah, tumtakie rehema na amani bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema nasi: enyi watu, Mola wenu nimekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke, na nikawaelezeni mkawa kwa wingi. Mwogopeni sana Mola wenu. Ndugu zanguni, aya inatambulisha maeneo matatu ya kufahamiana. Eneo la kwanza, min dhakari wa untha, tufahamiane kwa level ya jinsia. Qur'ani inaanza kutaja wanaume, tuwatambue wanawake. Kinyume chake na ninyi wanawake, mtutambue sisi wanaume. Level ya pili, tufahamiane kimataifa, kimakabila. Mbora katika ninyi ni yule mwenye kuishi maisha ya dini. Hapa Allah anataka tufahamiane. Kwa nini tufahamiane? Haya maisha yalivyo, tunahitajiana. Ngazi ya kwanza, kijinsia, wanaume tunawahitaji wanawake na ninyi mnatuhitaji. Tusivamiane, tufahamiane. Kufahamiana baina ya jinsia ya kike na kiume ni jambo muhimu sana. Tutaoana, tutakuwa na mahusiano ya aina mbalimbali, kwa hiyo tufahamiane. Mmoja ya eneo ambalo tunatakiwa tujenge uelewa wa kutosha ni kufahamiana, kujitambua na kutambuana kimaumbile. Ndugu waumini, qala Allah ta'ala: ya ayuha an-nasu ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم، الله سمع: enyi watu, mcheni Mola wenu, Mola ambaye amekuumbeni katika nafsi moja, combination ya mke na mume, kisha tukaenezwa kwa wingi wanaume kwa wanawake.
Qur'ani inatufahamisha sisi wanadamu asili yetu yote ni moja, mwili mmoja. Allah ametangulia kumuumba Nabii Adam alayhi salam, baadaye kutokana na mwili huo wa Nabii Adam anachomolewa Hawa. Kwa sisi sote ni kitu kimoja, mwili mmoja. Eneo lingine akazungumza na miongoni mwa alama ama ishara zenye kumtambulisha Mola wenu juu ya uwepo wake msipate tabu, ni kule ninyi wanaume kuumbiwa wake zenu kutokana na nafsi zenu. Aya zote hizi zinatufahamisha sisi wanadamu ni mwili mmoja. Allah ametangulia kumuumba mwanamume baada ya kumkamilisha Adamu akiwa amejipumzisha. Mara aliposhtuka anamkuta kuna kiumbe mwingine, anamuuliza nani wewe? Mimi Hawa. Nini lengo? Allah ameniumba nije nikupe utulivu. Kutokana na sehemu ya juu ya mbavu ya kushoto ya mwanamume Adam, ndio Allah akatumia ubavu huo kumuumba kiumbe mwanamke. Kiumbe mwanamke ni nakala yetu, ni fotokopi yetu. Sisi ni ninyi na ninyi ni sisi, ni mwili mmoja. Allah anamchomoa mwanamke kutoka katika ubavu wa mwanamume. Kwa nini msingeumbwa kutokana na malighafi nyingine? Kwa nini msingeumbwa kwa udongo mwingine? Allah anatumia udongo huo mmoja, anamchomoa Hawa kutoka katika miili yetu. Tafsiri yake tuweze kuendana, ipatikanike kitu kinaitwa compatibility, kurandana, tuendane. Kwa hiyo kimaumbile sisi wote ni mwili mmoja. Itoshe wanaume, unapomwona kiumbe mwanamke, ona kwamba umeiona nakala yako. Hicho ni kiungo chako. Unapompiga mwanamke, unakipiga kiungo chako. Unapomnyanyasa kiumbe mwanamke, unakinyanyasa kiungo chako. Hivyo tunahitaji sasa kuingia darasani. Kama Qur'ani inatuthibitishia kwamba sisi wote ni kutokana na nafsi moja, mwili mmoja, kwa nini sasa hatuelewani kwenye majumba? Kwa nini kila kunavyokucha tunaona malalamiko yanazidi kwenye maisha ya ndoa? Iko wapi tafsiri ya nafsi moja? Bila shaka tunapaswa sasa kutambua asili zetu za kimaumbile. Hebu karibuni darasani tutanue, tujenge uelewa, tuzitambue asili zetu na tuzitambue asili za wenza wetu. Hilo litatuwezesha kufikiana ili tuweze kuafikiana. Kushindwa kujuana asili zetu kimaumbile, tutashindwa kufikiana. Mizozo isiyokuwa na tija itaendelea kututawala na hatutapata majibu sahihi. Turudi darasani, tujenge uwezo. Karibuni. Leo tunazimwaga siri za kambi. Tunapaswa wanaume kuzijua asili za wanawake, lakini na ninyi wanawake mzijue asili zetu sisi wanaume.
Tukumbuke kusudio la kuingia kwenye maisha ya ndoa, lengo la juu ni kuleta ushindi katika dini. Ndoa yako iweze kusimamisha Uislamu, ndoa yako iweze kumtengeneza khalifa mikononi mwako. Tukumbuke tuna wajibu wa kuzaliana ndani ya ndoa, tuna wajibu wa kumsimamia khalifa ili aje alete ushindi katika dini. Kwa kuyatenda haya yote katika ufasaha kuyatenda, tunahitaji kujenga sasa uelewa wa kutosha. Lazima kwanza hawa wana taasisi wafahamiane. Kwa hivyo wanaume, Qur'ani imetutambuliza tuwatambue wanawake. Kwani mwanamke ni nani? Kiumbe anayeitwa mwanamke ni nani? Naam, kwanza mwanamke ni ishara, ni alama ya kuwepo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapomwona kiumbe mwanamke mbele ya macho yako, pata taswira ni alama ya kuwepo Allah kumchomoa kiumbe huyu kutoka katika mwili wetu sisi ili tupate kuwatawala. Lakini mwanamke ni kiumbe wa kimifumo zaidi, ni kiumbe wa kimifumo, ana mifumo maalum